maisha yako si ya kwako peke yako. Usikubali ukawa na ubinafsi kwenye maisha yako. Mpe nafasi Mungu kwenye maisha yako. Maisha yako yawe yako kuna Mungu. Chochote kwenye maisha yako kiwe chako kuna Mungu. Kiwe chako kuna Mungu. Ukifanya hivyo, hautaona hali yoyote itakayokutatiza kwenye maisha yako. Watu wengi wanafeli, watu wengi wanakwama kwa sababu ya kuyafanya maisha yao ni yako peke yao, kana kwamba Mungu hahusiki, kana kwamba Mungu hayupo kwenye maisha yao. Tumeombea wengi watumishi, nimeona watumishi wengi wakitukanwa. Yesu akwambia mtumishi, niombee, nikifanikiwa nitamfanyia hivi Mungu. So unakuta amemwahidi Mungu. So kuna watumishi wengine akiona mtu ameahidi hivyo kwamba nimekuombea, alafu Mungu akajibu maombi, alafu hujafanya vile ulivyoahidi mbele za Mungu na mbele za huyo mtumishi, ngoja mtumishi anaweza kutamka maneno magumu kwa yule mtu. Nilikuombea ukafanikiwa, leo unaniona mimi hivi. Anatamka mabaya, au anafunga kabisa, zana block hiyo kitu, au na block hiyo kazi, au na block hiyo biashara, haitaendelea mpaka uje huko. So mimi ninachotaka kusema, watumishi hatujawekwa na Mungu kwa ajili ya kutamkia wengine mabaya. Mtumishi haujawekwa kutamkia mabaya. Hata kama ulimwombea mtu akafanikiwa kupitia maombi uliyoomba kwa Mungu, na hatutaki kulaani au kutukana, ni kunyenyekea kwa Mungu. Hicho ndio kikubwa zaidi, ni kunyenyekea kwa Mungu, sababu safari yake itaenda, anayejua ataishia wapi ni Mungu. Mungu anaweza asikufunulia wewe mtumishi. So nimekutana na hiyo kutukanwa na kuona kwamba mtumishi kitu gani, mtumishi kaa pembeni. So kwa nini watu wanatokea na hiyo hali? Ameshaombewa akatoka pale alipokuwa, alafu akawa na maisha fulani. Mtu amebinafsisha maisha yake, yani anaona kama Mungu hahusiki hapa, anaona ni juhudi zake, anaona ni uwezo wake. So ile kusema ni Mungu amehusika, maisha yangu hayawezi kwenda pasipo Mungu. Maisha yangu sio kwangu mwenyewe, ni kwangu na Mungu. Na hicho kitu hakioni tena, anaona kwamba kila kitu ni yeye. Sasa ninapelekea kuwa na kiburi cha uzima. Sasa kiburi cha uzima kinamtenga mtu na Mungu wake. Haleluya. Kiburi cha uzima kinamtenga mtu na Mungu. Kwa hiyo nataka niseme hivi, mtu wa Mungu, kwenye maisha yako, kwenye hali yoyote, eza hali nzuri, hali ambayo ni magumu, mapito magumu, magonjwa, dhiki, tabu, usikimbie Mungu, usimwache Mungu.